Haya, twende kwenye kesi ambayo tulisema awali kwamba tutizungumzia hii kesi. Ni kesi gani? Inahusu nini? Na kwa nini hii kesi? Unanielewa? Hii ni kesi ya Sheikh Profesa Hamza Mustafa Njozi na wenzake wanne. Hii ni kesi ya katiba ambayo hii kesi ilifunguliwa na wakina Sheikh Profesa Hamza Mustafa Njozi. Kesi namba 27603 ya mwaka 2024 ambayo ilifunguliwa Mahakama Kuu. Kwenye hii kesi walalamikaji walikuwa 10 akiongozwa na huyu Profesa Mustafa Njozi. Huyu ni profesa ambao ukienda MUM pale Muslim University of Morogoro utampata. Hawa waombaji au walalamikaji wako 10. Wa kwanza ni Sheikh Profesa Hamza Mustafa Njozi. Wa pili Sheikh Ponda Isa Ponda. Hawa nadhani kila mtu au kila watu jamii nzima tunamfahamu Sheikh Ponda Isa Ponda. Wa tatu ni Ustaz Bakari Shingo. Wa nne ni Bi Lizik Shahali Ngwali. Wa tano ni Ustaz Juma Hussein Kilagai. Wa sita ni Ustaz Abdalla Mohamed Saidi. Wa saba ni Ustaz Ibrahimu Hussein Shilali. Wa nane Ustaz Musa Rafiki Alvua. Wa tisa Ustaz Abubakar Ibrahim Ngodo. Na wa 10 Ustaz Mustafa Mohamed Abedi. Hao ndo walalamikaji ambao walifungua hii kesi kuwashtaki msajili wa vyama na wenzake wanne. Je, hao walioshtakiwa au hao wajibu maombi ni wakina nani? Haya, wa kwanza ni Registrar of Societies, msajili wa vyama. Wa pili ni Administrator General. Wa tatu ni Attorney General. Wa nne ni BAKWATA. Wa tano ni Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania. Walitakiwa nini? Na nikaja nini? Malalamiko ya walalamikaji. Wanasema kwamba walalamikaji walipinga kanuni ya pili C paragrafu ya 18 katika kanuni za Bodi ya Taifa ya Mafunzo Ufundi Stadi, Katiba na Mwenendo wa Bodi, ambayo hii kanuni ya mwaka 1981 ambayo ilitangazwa katika gazeti la serikali namba 133. Ambapo Uingereza hii kanuni inaitwa The National Vocational Training Body Constitution and Proceeding of Body Regulations. Na pia wakapinga kipengele K cha ratiba au jedwali ya Baraza la Kitaifa la Ushauri wa Elimu, Uzalishaji, Uanzishaji, Katiba na Utaratibu. Hizi ni orders ambayo ya mwaka 2002 ambayo mtangazo wa gazeti la serikali namba 290, ambazo sasa hizi kanuni na hizi orders zinatoa utaratibu wa upendeleo kwa kumtambua BAKWATA ambaye ni mjibu maombi wa 4, mlalamikiwa wa 4 kama tulivyotaja kile, kwa kumtambua kama mjumbe wa bodi ya VETA na kumpa nafasi yake katika kiti katika baraza la elimu, na hivyo kuwatenga mashirika mengine ya Kiislamu. Sijui mtandao kama wachalalamikia kwamba hizi sheria zina upendeleo. Kumbuka tumesema hii kesi ya katiba. Katiba haitaki masuala ya upendeleo. Kwa hivi fungu hizi kanuni iliyoda ambayo kipengele K na kanuni ya pili C inampa upendeleo BAKWATA na kuwaacha mashirika mengine ya Kiislamu. Hao ndo walalamikaji walicholalamika. Wanadai kwamba utaratibu huu unakiuka haki zao za usawa na kutobaguliwa vilivyohakikishwa chini ya ibara ya 13 1, 2, 3 na haki ya msingi chini ya ibara ya 19 1 na 2 na ibara ya 20 1 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na zaidi ya hayo, kutambuliwa kwa BAKWATA kama shirika pekee la Kiislamu na kutokubalika kwa barua za usajili kutoka kwake pekee na kunasababisha kukiuka haki zao za uhuru wa kidini na kukusanyika chini ya ibara ya 19 1 2 na ibara ya 20 1 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio madai yao kwamba vile kanuni na oda ambayo tumetaja inatoa upendeleo. Cha pili, inaenda kinyume na katiba na ibara za katiba kati tulizozitaja ambazo zina provide usawa na kutobaguliwa. Na cha tatu, kupewa mamlaka BAKWATA kama baraza pekee la Waislamu wa Tanzania, kwamba ni baraza ambalo pekee ambalo linasimamia Waislamu wote Tanzania, kilichokuwa inakilalamikia ambavyo vinakiuka uhuru wa dini na kukusanyika, ambayo imesema katika ibara ya 19 na 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa unaweza kujiuliza mwenyewe kabla tuendelee, BAKWATA ni baraza la Waislamu Tanzania? Ina maana Waislamu wote Tanzania wapo chini ya BAKWATA? Sio ndio wanafanyika kujiuliza sasa. Ina maana BAKWATA ni baraza la Waislamu Tanzania ambayo Waislamu wote Tanzania wapo chini ya BAKWATA?
Na sisi tunajua kwamba BAKWATA ni baraza la Waislamu wote Tanzania, na tulivyokuwa tunaelewa mpaka sasa unaelewa hivyo. Wewe unajua kwa nini hawa walalamikaji wanalalamika? Wanalalamika nini? Na pia unaweza kuniuliza, hizo taasisi zingine zipi za Kiislamu au mashirika mengine yapi ya Kiislamu ambayo yanapewa uhuru, yananyimwa uhuru, haki yao ya uhuru na kujumuika kwenye masuala ya kidini? Ni ipi? Ni zipi hayo mashirika? Sababu wacha wananikia wananyimwa wakina nani? Je, hizo taasisi zipo chini ya BAKWATA? Sababu BAKWATA si baraza kuu la Waislamu Tanzania. Na kwa Waislamu wote wako chini ya BAKWATA. Je, hizo mashirika, hizo taasisi zipo chini ya BAKWATA? Kama zipo, ziko chini ya BAKWATA. Kama hamna, ni taasisi zipi? Na kwa nini hawa wanalalamika? Lazima ujiulize. BAKWATA sio baraza la Waislamu wote Tanzania. Ndio maana hawa wanalalamika. Wanalalamika. Ili unaweza kujiuliza, kwa nini likaitwa baraza la Waislamu Tanzania? Alafu sio baraza. Unaweza kujiuliza, kwa nini baraza la Waislamu Tanzania lakini sio la wote? Kivipi sasa? Kwa nini? Na tulivyojiuliza hivi vyote vitajibiwa na hii kesi ambayo tunazungumza. Na wakaendelea wakasema, kwa hiyo zile sheria zilizotajwa ambazo wanalalamikia kumtambua BAKWATA kama mshirika mkuu wa Kiislamu au shirika lenye mwamvuli wa Waislamu zimeenda kinyume na katiba na zinapaswa ziepukwe na hazitakiwi kumtambua BAKWATA hivyo. Hayo ndio walikuwa wanalalamika walalamikaji. Sasa wakajiuliza kivipi?